Hapana jamani, hapana mama, hapana. Kwa bado vitu vyake hivi angekuwa anapokea yeye mwenyewe. Usielewi chochote. Alinipa namba zenu muda mrefu. Asema dada, hizi namba zina umuhimu zitunze. Kuna kufa, si aliona atakufa. Usiseme hivyo, hakujua. Ni usiku sasa hivi, ukiangalia almost saa 5 na tumeianza safari yetu kutoka Dar es Salaam. Sasa hivi tuko Morogoro tukiwa tunaendelea Mbeya, na lengo kubwa la safari yetu bwana ni kwamba katika biashara ambazo mnazifanya tunakuwa tunauza product, lakini biashara kubwa zaidi ni uaminifu. Kuna taarifa ambazo tumezipokea ambazo si nzuri. Mmoja ya wateja wetu ambao walikuwa nalipia kidogo kidogo nanasi, kwa bahati mbaya amekutwa na umauti, amefariki dunia, na kitu ambacho kimetuumiza, ameshindwa kufikia ndoto zake. Alitamani kumiliki gari, ila kwa bahati mbaya safari yake ya maisha imefikia ukomo. Mwenyezi Mungu kampenda zaidi, ndio tukasema hivyo. Lakini kwa kuheshimu hivyo, kwa sababu alikuwa ni sehemu ya familia ya nanasi, baada ya kutoka kazini leo moja kwa moja tuko na director Madam Bosi hapa. Amechoka kwa sababu ametoka kwenye majukumu ya kuwahudumia Watanzania upande wa nanasi, magari, mananasi cargo. Kama unajua yeye yuko front katika kila page, lakini akaona bwana isiwe bure, tuwashe gari, tufunge safari moja kwa moja mpaka nyumbani kwa mteja wetu huko alipo, tukapate kuijulia familia pole, na katika hali pia ya kuhuzunika pamoja nao. Kwa Wakristo wanaamini, tunaambiwa kwamba tufurahi na wanaofurahi, tulie na wanaolia. Assalamu alaikum. Tumefika kwa mteja wetu ambaye alikuwa mpendwa mteja wetu Mbeya. Tumekuja kutoa pole kwa familia kwa sababu au kwa mapenzi ya Allah ameamua kumchukua mtu wake. Kwa ametutangulia mbele za haki. Zaidi tunamwombea mema, Mwenyezi Mungu akapate kumpunguzia adhabu za kaburi, akapate kumpa pumziko la milele, akapate kumjalia alichokiacha basi nyuma kikapate kwenda kuendelea, kama ni familia, ni watoto, Mwenyezi Mungu akafanya wepesi. Karibu. Sasa hizi pole. Asante. Pole sana. Asante. Usijali, twende tu my dear. Kwani Vai alikuwa anaumwa? Alikuwa anaumwa. Alianzia kuumwa wakati wa Uturuki. Okay. Mwezi wa 9 kajana. Amefika huku. Yaani kule alivyoanza kuumwa ndo akamsafirisha kuja Dar. Ndio. Mimi nienda kumfuata Dar mwezi wa 11. Nimekaa naye mwaka jana. Nimekaa kule mwezi mzima. Nikakuta hali yake bado inaendelea sio nzuri. Nikamwambia twende nyumbani. Kama yote linatokea basi likatokea kati nilipoje na nyumbani. Kwa hiyo nikasafiri naye, nikafika hapa Mbeya, nikapitiza hospitali ya mkoa. Hospitali ya mkoa nimekaa naye mwezi mmoja na siku kama 2-3 hivi. Akasema dada nitoe hapa hospitali
nikamtoa nikaja naye nyumbani. Ndio. Hapo hawezi kutembea, ni kubebwa tu. Nimekaa naye hapa nyumbani kama mwezi wa pili. Akaniambia, dada, naomba nirudishe hospitali. Nikamwambia, mbona kama sasa unaendelea vizuri? Akasema, hapana dada, huu ugonjwa mimi ni hospitali, nirudishe tu wapi? Hospitali. Kwa hiyo tukabaki tunagombana. Baadaye nikaona sasa kwa nini nimekaa naye nyumbani mtu atembei? Naona ni wa hapo hapo. Kabidi nimpeke hospitali ya rufaa kubwa sasa. Kufika pale alichangamka vai. Akasema, msinishikilie, nataka yaani kutoka hapa tukodi gari kwenda mpaka kule. Sasa msinishikilie, wakati kwa namshikilia. Tukafika rufaa, akasema, nashukuru dada kwa kuniuguza, nashukuru umetimiza ndoto yangu, kunileta hospitali kubwa kama hii. Nikamwambia, ina shida, mimi nakuombea kwa Mungu upone. Ndio. Kwa sababu kule dawa sema nasumbuliwa na ini. Ndio. Ini lake limelika sana. Ndio. Huku mkoani na kwenyewe akasema ini limejaa maji. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kuchoma sindano ndani ya masaa 24. Lakini tulipofika rufaa, walimbadilishia zile dawa zote. Hapo akasema ini lake aliumwa. Basi mwezi wa pili tarehe 17 Jumanne. Naenda hospitali nikakuta Vai amefariki. Pole sana dada. Asante. Pole sana dada. Na hapo tayari uko umeshamwacha hospitali. Jinsi ulikuwa wewe ulali hospitali. Nashinda huko mpaka jioni. Sasa mimi ndo nilikuwa mnunua dawa, mimi ndo nikipiga simu dawa yote niko pale. Kwa naenda asubuhi ile. Japokuwa aliniambia Jumapili, dada, mimi nakufa. Nikamwambia usife kwa sababu ya mtoto. Mimi siwezi kumsubiri. Kumbe mwacha mtoto. Mtoto wake anasoma shule hapa Ndai yuko Songwe. Ana miaka 18. Yuko form ngapi? Form 5. Form 5. Basi nikaa mtania usife kwa sababu ya mtoto. Ukimwacha mtoto, ndio mimi ndo nilikuwa namlea mtoto kwa muda, yeye mama yake alikuwa ni mtu wa kutafuta. Lakini kumbe naongea naye pale Vai kwa ameshachoka. Jumatatu niliota ndoto Vai amefariki. Ni kweli nenda Jumanne. Nikuta Vai hayupo. Pole sana dada. Asante, nimeshapo. Kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha ya mwanadamu kinatokea kwa kusudi. Na wakati mwingine Mungu ameruhusu ili kuona kwamba unaliweza. Jitie moyo, jitie nguvu. Sio wewe tu, hata kwa mtoto ambaye ameachwa, wewe ndo faraja yake. Sili dada bwana. Mungu anajua. Naumia sana. Usilie bwana dada. Usilie. Mpaka umefika leo ni mwezi tunaenda wa 5, wa 6. Umepambana vilivyo. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona jinsi gani umepambana kwa ajili ya mdogo wako. Kwa mpaka Mungu mwenyewe akasema sasa niachieni mwanangu. Alikuwa bado vitu vyake hivi angekuwa anapokea yeye mwenyewe. Usilie. Msielewi chochote. Usilie dada. Pole. Usilie dada. Usilie. Sasa na sisi hapa tulikuwa ni familia ya Violet kwa sababu alikuwa ni mteja wetu. Alikuwa ni mteja wetu wa kampuni ya magari inawekeza kidogo kidogo mpaka mtu yote anafikia malengo yake kwa kumiliki gari. Na Violet alikuwa ni mwanafamilia wetu, ni mmoja wa familia yetu, na alikuwa ameshaanza kuwekeza pesa zake kidogo kidogo ili aweze kutimiza labda ndoto, either ilikuwa ni zawadi yako au kwa ajili hata hapa nyumbani, sisi hatujui, lakini yeye mwenyewe ndo alikuwa anajua lengo lake ni nini, kuwekeza kidogo kidogo na nanasi. Na mwendo wake pia ulikuwa ni mzuri. Kwa hata sisi tulipopata hiyo taarifa tulishtuka sana. Sasema tu ni mambo yalikuwa ni hivi na hivi na hivi, tukashindwa kuja kwa wakati. Kwa tunakupa sana pole dada. Na sisi kama familia yake tumekuja kukupa pole na kurudisha kile kiwango chote ambacho alikuwa amewekeza kipindi chote hicho ambacho alikuwa ameanza malipo yake. Kiwango hatumkati hata shilingi 100. Kiwango chake tunakirejesha. Na vile vile sisi kama familia pia tumemletea rambirambi. Asante. Hichi hapa ndo kile kiwango ambacho Violet alikuwa amewekeza kwa kuwekeza kidogo kidogo. Hapana jamani, hapana mama, hapana.
usifanye hivyo. Na hii hapa ni rambirambi yetu kama familia. Tunakupa pole sana dada. Mwenyezi Mungu akakujalie, akakutie nguvu. Unajua ni kipindi kigumu sana unapitia, lakini sisi tunatumaini wewe utayaweza. Kwa yote Mwenyezi Mungu aliyokupitisha, tunatumaini utayashinda na utayaweza. Tunakupa sana pole. Pole. Asante. Pole sana dadangu, pole. Mungu awabariki. Amina. Pole sana dadangu. Pole. Pole. Silie sasa tena sasa hivi. Kabla hajaanza kuumwa alinipa namba zenu muda mrefu. Asema dada, hizi namba zina umuhimu zitunze. Kuna kufa, si aliona atakufa. Usiseme hivyo. Hakujua. Unajua sisi binadamu tunaishi lakini hatujui kama kuna kufa. Naitwa Pendo Aloni Kalomba. Mimi ni dada yake Violet marehemu aliyefariki, mlikuja kumuona. Kwa kweli nawashukuru sana kwa moyo mlionao na moyo wa pekee, na nimewapenda bure. Naipongeza ofisi yenu ya Nanasi, mko vizuri. Kwa hata mtu mwingine akinioji kuhusu nyie, nitampa taarifa njema na nzuri kwamba wale watu ni watu wazuri. Na mimi pia Mungu akinijalia ndaanza kuwekeza kidogo kidogo nipate la kutolea mikono. Karibu. Karibu sana. Asante, nimewapenda. Nakupenda pia. Karibuni sana kwetu. Asante. Siku nitakuja Tukuyu nipeleke nikapate ndizi. Nitakupeleka. Maana kushinda nyumbani kabisa. Nitakupeleka.